Amri ya 9 kati ya zile 10 inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Hii inamaanisha mambo mawili: usidanganye unapotoa ushahidi mahakamani na usidanganye. Kumbuka, ili kitendo kikatazwe au kuzuiwa katika amri 10, hicho ni lazima kiwe cha msingi katika kutengeneza ustaarabu. Mfano, kama kupanda punda kungekuwa muhimu wakati amri 10 zilipotolewa, sheria hiyo ingeamriwa, lakini amri 10 hazikuwajibishi kwa kupanda punda wako. Jamii inaweza kuwavumilia wapanda punda wabaya, lakini haiwezi kustahimili kudharauliwa kwa ukweli, iwe ni ndani au nje ya mahakama. Ikiwa watu watashuhudia uongo katika chumba cha mahakama, hakuwezi kuwa na haki, na bila hata matumaini ya haki, hakuwezi kuwa na ustaarabu. Biblia ya Kiebrania ilisisitiza sana kuhusu jambo hili, kwamba adhabu iliyotolewa kwa shahidi aliyetoa ushahidi wa uongo ilikuwa sawa na adhabu ambayo ilitolewa kwa mtuhumiwa. Miongoni mwa kesi za uhalifu ambazo zinastahili adhabu ya kifo ni pamoja na shahidi wa uongo pia alistahili kuuawa. Lakini amri ni wazi, inahusika na ukweli kwa ujumla, sio tu katika chumba cha mahakama. Mfasiri mkuu wa Kiyahudi wa karne ya 12 Ibn Ezra na mmoja wa wasomi wa Biblia wenye ushawishi mkubwa wa karne ya 20 Brevard Tridos wa chuo kikuu cha Yale alikubali kwamba amri hii ilihusiana na kusema ukweli kwa mahali popote. Kama watoto walivyoonyesha, ikiwa amri 10 zingehusika tu na ukweli na uongo katika chumba cha mahakama, basi yangeongezeka maneno kama vile mahakamani. Kuna maadili mengi muhimu katika jamii, lakini ukweli bado ndio wa muhimu zaidi. Wema na huruma zinaweza kuwa maadili muhimu zaidi katika ulimwengu mdogo au ulimwengu wa mtu binafsi, lakini katika ulimwengu wa jumla au wa kijamii, ukweli ni muhimu zaidi kuliko huruma au fadhili. Takribani maovu yote makubwa ya kijamii kama vile utumwa wa Kiafrika, unazi na ukomunisti yamejengwa juu ya uongo. Kulikuwa na wafanyabiashara wa utumwa, wanazi na wakomunisti ambao walikuwa na huruma katika maisha yao binafsi, lakini wote waliongopa na wengi wao wakaamini uongo wao. Baadhi ya uongo mkubwa uliowawezesha kushiriki katika uovu mkubwa. Utumwa wa watu weusi uliwezekana kwa kiasi kikubwa kwa kutumia uongo kwamba watu weusi walikuwa duni kwa wazungu. Holocaust isingewezekana bila makumi na mamilioni ya watu kuamini uongo kwamba Wayahudi kwa asili walikuwa duni kuliko wale walioitwa Wa-Arya, na ubabe wa kikomunisti uliegemezwa katika uongo. Ndiyo maana gazeti la chama cha kikomunisti cha Umoja wa Kisoviet liliitwa Pravda, neno la Kirusi limaanishalo ukweli, kwa sababu chama sio ukweli halisi, ila ndicho kilikuwa chanzo cha ukweli. Kuna maovu mengi ambayo yaliweza kufanywa na watu binafsi au wa jamaa, kama vile kuua mamilioni ya watu ili hata wenye heshima wapate kuamini uongo. Uovu mkubwa unafanywa sio kwa sababu idadi kubwa ya watu wanataka kuwa wakatili, lakini kwa sababu wanalishwa uongo unaowashawishi kwamba kilicho kiovu ni kizuri. Lakini kizuizi kikubwa cha kusema ukweli ni kwamba wanaoamini katika sababu, ikiwa ni pamoja na sababu nzuri ambazo haziweki ukweli kama thamani kuu, wanajaribiwa sana kusema uongo ili sababu zao ziaminiwe. Kuna mifano mingi katika miaka 1980. Kwa mfano, ili kukuza sababu ya watu wasio na makazi, mwanaharakati mkuu kwa niaba yao alidai kuwa kuna milioni 2 hadi 3 za watu wasio na makazi nchini Marekani. Miaka kadhaa baadaye, alikiri kwenye televisheni ya taifa kwamba taarifa ile ilikuzwa na kwamba alipaswa kuja na idadi ambayo ni kweli. Idadi halisi ilikuwa ni kati ya watu 2500 hadi 350,000. Vilevile, vikundi katika vita dhidi ya saratani vilikamatwa vikizidisha idadi ya wanawake wanaopata saratani ya matiti kila wakati. Kwa nini? Ili kuwatisha wanawake wengi kupata kinga ya ugonjwa huo.
Kwa nini kusema uongo kwa nia njema ni uharibifu? Ndiyo, kwa sababu ikiwa hatujui ukweli ni nini, tutajuaje ni mahali gani na jinsi ipi ya kugawa vizuri rasilimali ndogo za jamii? Na katika hali mbaya zaidi, kusema uongo hupotosha vipaumbele vya jamii na matokeo yake huleta madhara makubwa. Amri 10 zipo ili kutukumbusha sisi sote kwamba japokuwa ni chache sana, zipo ili kuokoa maisha ya watu wasio na hatia mara moja. Hakuna sababu ya muhimu zaidi kuliko kusema ukweli. Amri 10 ndiyo orodha kuu ya maagizo ambayo yamewahi kubuniwa kwa ajili ya kuunda jamii nzuri. Haiwezi kuundwa au kudumishwa ikiwa haitokani na ukweli. Mimi ni mtumishi wa Mungu Emmanuel Daud Chagari.